Yo, mambo vipi? Nirudi tena kujadili. Ukiangalia video ambao mdada na hapa bungeni, video unaiona, nimeshuka chini, nimesoma comment. Nimeona wengi mnaziaki sana. Nimeingia pale kwenye comment, mnasoma, yani wengi nimeona wengi mmemtumia heli yani. Ongera, shinda, salama, na vitu kama hivyo. Lakini wengi mmemponda. Lakini yeye ameambia kitu kimoja. Unaona mponda mtu ambaye cha kwanza kaingia bungeni. Unaelewa? Bungeni wenyewe wamemrespect, wamempa heshima, wamemrespect kama mbunge, na ndio maana kapata fursa ya yeye hadi kuhapa. Wewe unaomba unatoka unaanza kusema asingeweza kuongea, angekaa nyumbani ale watoto na nini. Yaani kama wewe ni kilema ama ni mtu fulani unashindwa kukiendeleza kipaji chako, basi jua utaishia pale pale. Ila kama utajua jinsi ya kukitumia kipaji chako, wangu ambie kitu kimoja. Kipaji chako hamna mtu ambaye atakuja kukiendeleza zaidi yako wewe. Kwa mimi huyu dada ambao anaongea bungeni, japo sauti zake hazielewi, hatuzisikilizi, tunasikia kwa ndani kabisa. Kwa hiyo yupo vizuri kwa sababu cha kwanza kafika bungeni. Cha pili, tayari ni mbunge sehemu fulani wanamtegemea, japo ni mbunge wa viti maalum Zanzibar. Lakini ni mbunge mtani, yeye anahesabika ni mbunge, anawakilisha. Umeelewa? Kwa hiyo wewe unayetukana kwanza hivyo, chua cha kwanza huna uzazi. Yaani cha kwanza hauna nini? Hauna uzazi. Ukila kama una uzazi, never have any my brother, usifanye hivyo. No, usifanye hivyo. Shukuru Mungu kama umempata mtu ambaye mtoto wako ni mzima kabisa. Mshukuru Mungu, Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anaamua kwamba amleteje mwanao. Poste kunaambia huyu amezaliwa na hicho kigugumizi cha kutokutoa maneno.